Haya, karibu pendwa, karibu sana kwenye Wacha Biblia Iseme. Na leo nataka kufundisha kitu kidogo tu kuhusu imani. Nataka kufundisha kuhusu haya maneno matatu. Neno la kwanza ni dhambi. Ya pili ni kitu inaitwa neema, the grace. Kitu ya tatu ni Jesus. Kitu ya nne ni sheria. Ya tano ni mhubiri. Sasa haya maneno matano, dhambi, neema, Yesu, sheria na mhubiri, ni maneno ambayo yanaleta shida kidogo kwa utafsiri wa waumini au wachungaji. Kuna watu wengi huwa wanapenda kutumia sheria, lakini hawapendi kutumia Yesu. Ngoja niandike vizuri, niandike kwa Kiswahili ndio tupate kuelewana vizuri. Yesu. Sasa mara mingi Wakristo wengi huwa wanataka neema, lakini hawataki sheria. Huwa wanataka Yesu, lakini hawataki mhubiri, au wanataka mhubiri lakini hawataki sheria. Ukipata mtu ambaye anataka mhubiri na hataki sheria, iko shida. Ukipata mtu ambaye anataka neema na hataki sheria, iko shida. Na mara mingi watu huwa wanasema kwa sababu Yesu amekuja, kwa sababu Yesu ameshakuja, sasa hatuna nini? Hatuna sheria, tuko na neema. So unapata watu wanakataa sheria kwa sababu Yesu wako. So kitu ambacho wao wanahitaji ni neema. Na sasa hizi vitu zote, dhambi, neema, Yesu, sheria na mhubiri, lazima viambatane, na nataka kuzipanga kwa njia ambayo inatakikana. Ngoja nizipange kuanzia huko. Sasa tunazipanga vizuri. Ya kwanza tunaanza na sheria, ambayo watu wengi hawaipendi, wataki sheria. Ya pili tunakuja kitu inaitwa dhambi. Moja nizipange huku ikuwe rahisi nizipange hapa ndio ikuwe rahisi kuzi explain vizuri. Sasa ya kwanza ambayo tunaanza nayo ni sheria. Ya pili ni dhambi. Ya tatu ni neema. Ya nne ni Yesu. Ya tano ni mhubiri, the preacher. Sasa kwa wale watu ambao wanataka neema, hawataki Yesu, wanataka neema na hawataki sheria. Sasa sheria, tumewekewa sheria kwa sababu kuna nini? Dhambi. Sheria ipo kwa sababu usipofuata sheria unapata nini? Dhambi.
Na sasa dhambi, ndio utoke kwenye dhambi, lazima tupate kitu inaitwa neema. Na hii neema, so unapata neema kwa sababu ulikuwa na nini? Na dhambi. Na umefanya dhambi kwa sababu umevunja nini? Sheria. So yule mtu ambaye anahitaji neema lazima akuwe amefanya nini? Dhambi. Huwezi pata neema kama hujafanya dhambi. Na dhambi haiwezi kukuja kama hakuna sheria. So kama hakuna sheria, hakuna neema. Ndio neema inakuja kwa sababu ya dhambi ambayo mtu amevunja sheria. Sasa neema ndio upate, lazima kuwe na huyu Yesu ambaye analeta nini? Neema. So Yesu analeta neema kwa sababu mtu alikuwa na nini? Kwa sababu amevunja, na huyu Yesu ndiye apatikane, lazima kuwe na mhubiri. So huyu anahubiri injili, anahubiri injili. Injili inakuleta kwa nini? Inakuleta kwa Yesu. Ukishakuja kwa Yesu, ndio Yesu anakupa. Ukishahubiriwa injili na huyu, unapata huyu. Ukishapata huyu, unapata neema. Ukishapata neema, imekuondoa kwa nini? Kwa dhambi. Dhambi ambayo ulivunja kwa sababu ya sheria. So ukipata mtu anakuambia yeye anataka sheria, anataka tu neema na hataki sheria, sasa tuondoe sheria. Sasa tuondoe sheria. Haya. Sasa sheria hatuna. Kwa wale ambao wanasema sheria wakati Yesu amekuja, sasa sheria hatuko sana chini ya sheria, ni kutafsiri andiko vibaya. Sasa hatuna sheria. Sasa kwa sababu hatuna sheria, kama hakuna sheria, hapa hakuna sheria. Sasa dhambi haiwezi kupatikana. Sasa tuondoe dhambi. Kwa sababu sasa dhambi itapatikanaje wakati hakuna sheria? So hatuna sheria, sasa dhambi haiko. Huwezi ukapata dhambi kwa sababu hakuna sheria. Sasa neema utaipata. Huwezi ukapata neema kama hakuna dhambi. Neema inakuja kwa sababu mtu alifanya nini? Alipata dhambi. Sasa hapa dhambi haiko. Sasa neema utapataje? Kwa hiyo huwezi ukapata neema. Sasa neema haiko kwa sababu mtu hana nini? Sababu mtu hana dhambi. Sasa hatuna neema, hatuna dhambi, hatuna neema kwa sababu mtu hana nini? Dhambi. Sasa hatuna dhambi kwa sababu tumetoa nini? Sheria. Kwa wale ambao wanasema sheria ipo, wakati wa Yesu sheria ilitolewa. Sasa hatuna neema. Sasa neema hatuna. Sasa Yesu ni wa kazi gani? Sasa Yesu pia hatumhitaji. Hatuhitaji Yesu kwa sababu hatuna nini? Hatuna dhambi ambayo Yesu angekuja alete neema. Sasa kama hakuna Yesu, mhubiri wa kazi gani? Na yeye tufunge nini? Kanisa. Kwa hiyo kwa wale watu ambao wanakuwa wanaleta confusion kuhusu sheria, kwamba sheria ipo tena, kuna kibarua kigumu sana. Huwezi kataa sheria na unahitaji neema, haiwezekani. Neema inakuja kwa sababu ya sheria. Na kama wewe hutaki Kristo, hataleta nini? Ataleta neema. Hutaki Kristo lakini unataka neema. Nani atakayeleta neema? Sasa ndio maana unasikia the grace of God. The grace of God imeletwa na nani? Na Christ ambaye ameleta kwa sababu mtu ako na dhambi, sin. Nafikiri umeelewa.